sura ile ya 10 chapter 10 mstari ule wa 34. verse 34. Tungeweza kusoma sura nzima kama tungelikuwa na muda wa kutosha. We could bypass the whole chapter if we could have more Lakini time. sasa muda hauwezi kutosha kusoma sura nzima. But because there is not enough, we shall not bypass all. Kila kwa wale wasomaji wa Biblia wanafahamu sura hii. But because who I read the Bible are aware of it. Kwamba inahusiana na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Kornelio. That is about the somebody who was called Cornelius. Aliyekuwa ni mtu mkubwa katika taifa lile la Rumi. Who was a great power in that nation of Rome. Na anaonekana alikuwa ni askari. And he seemed to be was like a soldier. Alikuwa anasimamia kikosi. He was a leader of. Lakini pamoja na kwamba yeye hakuwa Myahudi, Even though he was not a Jew, alikuwa ni mtaua, ni mchaji wa Mungu. he was a wise of the word of God. Alikuwa anamuomba Mungu usiku na mchana. He was praying God day and night. Na jingine la kupendeza kwa huyu Kornelio, And according from Cornelius, alikuwa na moyo wa kuwasaidia watu mbalimbali. he had a good heart of helping. Lakini hakuwa Myahudi. But he was not a Jew. Wala hakumjua Mungu wa And kweli. he did not know. Lakini siku moja But one day, katika kuhangaika kwake huko, as he was fighting, pamoja na kwamba yeye ni Mrumi, even though he was Roman, wanawatawala Wayahudi, but the leaders of the Rome, maana mpaka Kristo Yesu anakuja hapa duniani but even though when Jesus came this world kukomboa to ulimwengu, redeem the world, Wayahudi wote all Jews walikuwa ni watumwa, were slaves, wanatawaliwa na Warumi. were under the judgment of Rome. Kwa hiyo wanatawaliwa na Warumi, lakini akatokea Mwokozi Kristo They were submissive, but they were saved Jesus kwa ajili ya kukomboa for the ulimwengu. redemption of the world. Sasa huyu mtu Kornelio, Now this man Cornelius, pamoja na kwamba yeye alikuwa sio Myahudi, because he was not a Roman, Mungu akamtokea. God showed to him. Sasa unaweza kusoma sura hiyo ukaona habari zinavyotiririka. Now you can even part chapter Lakini 6. mstari wa 34 By ndipo neno linasema. Sasa mahali hapa tuliposoma, now here we bypass this Mungu chapter. akataka kuonyesha kwamba yeye ni Mungu wa wote. God wanted to show that he's God of all people. Hiyo akamtokea huyu Kornelio God, he came to this man kwa kumtuma mtumishi wake ambaye alikuwa anaitwa Petro, and he sent his servant called aende akaonane na huyu mtu anaitwa Kornelio, so they can go and meet this man called, ili Mungu aweze kumsaidia kwa sababu ameziona bidii so zake. God can help because we have seen his effort. Mambo ya Mungu yanahitaji bidii. Things of God requires effort. Kama nataka Mungu kweli aonekane kwetu, If we want God to reveal in our lives, lazima tumtafute Mungu kwa we bidii. are supposed to find him with all our mind. Imeandikwa kwenye neno la Bwana It has been written to the word of God kwamba mtafuteni Bwana maadamu that anapatikana. find him as is still alive. Mungu yupo kila mahali. God is anywhere. Na Mungu ana uwezo wa kutusaidia kuliko tunavyofikiri. And God is all power to help us all this world. Lakini ili aonekane kwetu, But if it does not seem, lazima tufanye mambo kwa bidii. we are supposed to do things by effort. Sasa wakati mwingine huwa tunafikiri Now sometimes we think kwamba Mungu labda hana upendeleo fulani fulani. maybe God has bias to some people. Lakini Mungu hapa anaonyesha wazi But God is open showing people. kwamba yeye hana upendeleo. God has no bias. Amemtuma Kristo Yesu, He sent Jesus Christ. mwanawe wa pekee, His only begotten kwa Son. ajili ya watu wote. For all people. Pigie Bwana Yesu Please makofi. come and have Jesus. Alianza na Wayahudi, He started the Jews. akajidhihirisha kwao, He revealed himself to them. akatenda matendo And he makuu, made many acts of them. akatangaza ufalme wa And he mbinguni, proclaimed the kingdom of God. akawafungua, And akawaweka huru wale watu he walioamini. free for those who believe. Baada ya hapo Thereafter, akatugeukia he sisi came back to us. ambao sisi Who were kwa lugha ya Kibiblia tunaitwa wa mataifa, we were called in watu ambao now hatukujulikana kwa we Mungu. are not aware of Ingawa it. Mungu ndiye aliyetuumba. Because God is one who Sasa baada ya kuanza na taifa la now Israeli, after starting with Jews, sasa wokovu umekamilika. now the salvation is Neema ya wokoe now wanadamu the salvation imefunuliwa kwa ajili ya has watu been wote. all revealed to all Yaani nations. wokovu wa Kristo And the salvation of ni God kwa ajili ya kila for mmoja. all people. Pigie Bwana Yesu Now makofi. help Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Sasa Now, wakati mwingine walikuwa watu kwenye Biblia sometimes some people before the Bible, kama wewe
unavyofikiri. As you hear thinking. Kitabu kile cha The Marko book of Mark, sura ile ya kwanza chapter 1, na ule mstari wa 40. and that verse also. Kama umepata Marko 1, If you have got the Mark hebu chapter soma 1, mstari wa 40. Akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kupiga magoti na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Kwa nini anatumia lugha hii? why is he using this kind of? Alikuwa anajua Because he knew that. kwa sababu yeye ana ukoma. Because he was a rebel, Hawezi kufunguliwa, he cannot be redeemed. atakuwa amekataliwa. Perhaps he could be refused. Lakini sasa afanyeje? But how can he do now? Akamwendea Bwana Now Yesu, he went to Jesus. akamwambia, unaniona jinsi And nilivyo? how is it how am Na I? maandiko yote And yalieleza all the time of kwa them, watu kama sisi wenye ukoma those people who are rebels, tusiwasogelee wanadamu we are not wenzetu, supposed to go with people who are good. tukae mbali kabisa To sit too far mpaka away. siku utakapokuwa tumepata kupona, Until the day we are healed. ndipo twende kwa kuhani It's where we go to a ili priest kuhani akatukavueka so kule that the priest can say atulie kwamba tumepona, and he can be assured that we are tutoe healed. na sadaka kama jinsi And he ilivyoandikwa. can give a secret as Baada ya hapo up there ndipo after. tutangamana na watu It's where wengine. now we can Lakini Bwana Yesu, but Jesus, nimesikia habari I zako, have heard about your name. nimesikia uweza I wako, have heard about your mind. nimesikia matendo I yako. have heard about your answer. Sasa Now, ukitaka, if you want, kama unataka, if you want, niponye. can be healed? Labda inawezekana hutaki nipone. Maybe you don't want me to Jesus. Mungu hana upendeleo. Jesus has no Mungu hana upendeleo. Jesus has no bias. Mungu hana upendeleo. No bias. Ili kumwonyesha kwamba hana upendeleo, God is not pamoja biased. kwamba ana ukoma, Those man who was rebel, ugonjwa mbaya it was a very bad ambao disease. asingeweza kusogeleana na To mtu, even go to hold out. anakaa namna hii. Touch like this. Tena kama anasikia watu wanakuja, Then if we hear something like anatakiwa that, atoe tangazo, then he could jamani, mimi nina ukoma, unasija huku. how the rebel was Sasa now, amekutana na Yesu he met Jesus na amesogea mahali alipo, lakini hajashikana naye. and he went near where Sasa Jesus mawazo was. yake anasema hivi, Now he thought mimi was, nateseka, I am inawezekana hata huyu hataki nipone. Kuna watu humu ndani wana mateso mbalimbali, wanateseka kwa namna moja ama nyingine. Sasa wanasema hivi, Bwana Yesu labda hataki nifungulie nakwambia mchana wa leo, Mungu hana upendeleo, hana upendeleo, hana upendeleo. Amemtoa Kristo kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya ulimwengu mzima. Pigie Bwana Yesu. Mungu hana upendeleo. Akasema, Now he said, ukitaka if you want, waweza kunitakasa. you can cleanse them. Naye akamhurumia, Now he got compassion akanyosha mkono and wake, he rose his hand akamgusa, and he touched him akamwambia, and said, nataka now I want, takasika. be clean. Naye mara ukoma wake Now thereafter this man rebel, ukamtoka, it went away. akatakasika. Akamwambia, nataka takasika. And he said, I wanted to be clean. Naye akatakasika, And he was cleansed ili kumwonyesha kwamba so that he may show Mungu him. amemleta Kristo Jesus brought kwa ajili ya kila tatizo, for every kind of kwa problem, ajili ya kila mtu, every man. na kwa kupigwa And kwake for sisi his tumepona. we are now healed. Nataka nikutie moyo And wewe I want to motivate ambaye you. unapitia kwenye magonjwa, We are passing in different diseases. unapitia kwenye shida We mbalimbali, are passing certain kind of unapitia temptation. kwenye majaribu We are mbalimbali, passing different hata temptations. unawaza labda umekataliwa, Maybe I feel that you're being labda defeated. hataki kukuponya, Maybe you don't want to labda heal. hataki kufungua, Maybe you don't want to labda ana upendeleo fulani. You have the kind of Mchana wa leo, this day. ondoka ukijua Go by ya kwamba Bwana Yesu Jesus. hana upendeleo. Kwa Mungu Lord Jesus hakuna upendeleo. has no bias. Pigie Bwana Yesu Now makofi. has Jesus. Sasa ufanyeje? Now what could you do? Unachotakiwa You are kufanya supposed to do ni this. kufanya kwa bidii To zaidi, do by effort. ili ukauone uwezo wa So Bwana, that you can see the ili mighty ukauone hand. mkono wa So that Bwana. you see the mighty hand. Acha habari za kufikiri kwamba Don't think that ni
nitakufa na matatizo yangu. I will die with my problem. Aliyekwambia matatizo ni kwako Who na. told you that the problem is Sasa yours? watakuwa ni shetani kama wa uongo. Maybe it's Satan. Hakuna matatizo ya mtu. Nobody. Matatizo yanakuja The problem kwa comes sababu ya shida za maisha, because of the kwa problem sababu ya uharibifu wa shetani, Because of Satan. kwa sababu ya kupigwa imani, Because of baadaye anaondoka. Ninakuwa huru, amekuja tuwe huru, tupate uzima katika makao tele. Bwana Yesu, makofi kwa Yesu. Watu wana mawazo kama walionayo wewe. People have a problem like Hayo you. mawazo unayowaza kuhusu habari ya uwezo wa Bwana, The problem you have about the mighty hand of God. kuchelewa kukusaidia, Being ready to be healed. kukusaidia au kutokusaidia, Helping you or not. hayo mawazo sio mapya. Those are not new. Watu walishawaza sana, People have been thinking about it wrong. na hata mpaka yakaandikwa. Even some people, something have been Lakini making. Mungu But God anabaki kuwa Mungu will made to be wa God. wote wenye All mwili. people of the flesh. Lakini Mungu But God katika Kristo Yesu anabaki kuwa hana upendeleo. made to be no happy buyer. Hebu nisaidie kumwambia jirani yako Tell your neighbor kwamba Mungu that God hana upendeleo. Mwambie tena Mungu hana upendeleo. tell your neighbor that Jesus. Utapona tu, You will be healed. utafunguliwa tu, What is na ikawa ushuhuda kwa I have a temptation ya kwamba that Bwana Yesu Jesus hana has upendeleo, no bias. na hata hivyo yuko kwa ajili He's here. ya kutufungua, For yuko kwa ajili ya kutuponya, yuko kwa ajili ya kutushindia yote. to give us the victory in all things. Pigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo usiseme No, don't say that. Mungu ana upendeleo. Hapana, hapana, hapana. No. Mungu hana upendeleo. God has no bias. Mungu God. anakupenda. Love. Yesu asifiwe sana. In the name of Jesus. Inajua uko kwenye mawimbi, I know something. You unapitia mambo magumu, passing the yanakupeleka huko, yanakupeleka huko. They are keeping you here and there. Shetani anaingilia kati kwa ajili ya kupoteza kwa namna moja ama The devil nyingine. is coming in. Ukilala usiku naota mandoto ya kishetani huko. Ukiamka asubuhi unakutana na wanadamu nao wanakupeleka hivi. Dunia hii ni kama bahari, dunia hii ni kama mawimbi, lakini umeokoka, lakini uko na Bwana Yesu, tena umejaza Roho Mtakatifu na Kristo yuko ndani mwako. Hautakiwi kuwa mwoga. Akawaambia hawa watu, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakamwambia Bwana, hii ni kweli. Si kitu kwako kuona tunaangamia. Tuko kwenye mtumbwi, tuko kwenye maji, tuko kwenye mtumbwi, upepo ni mkali, chombo kinaelekea kuzama, magonjwa yanataka kutumaliza, familia zimekuwa na matatizo mbalimbali. Bwana Yesu, si kitu kweli kwako? Hivi hatuna faida yote kwako? Mwambie sisi tuna faida kwa Bwana Yesu. Anasema Bwana Yesu hana upendeleo. Yeye anaweza yote katika yote. Alipoamka akakemea ule upepo. Nikwambie mchana wa leo, kama Yesu asingelikuwa ananijali mimi au kama asingelikuwa anakujali wewe, usingelikuweko. Tumeshatupiliwa mbali. Wanaotuinda ni wengi, wanaotaka kutuangamiza ni wengi, wanaotuleta mishale ni wengi, lakini katika hayo yote bado ameonyesha kutujali, bado ameonyesha kutusaidia, hata kama yanainuka na kuondoka, lakini yeye ni mwenye kujali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lazima ujue ya kwamba tuko katika dunia ambayo tuko kwenye vita, tunapambana na yule mwovu anatupinga usiku na mchana, pamoja na kutupinga kwake. Tusije tukajaribiwa na kuanza kuwaza kwamba Yesu hatujali, labda Mungu ana upendeleo. 19 kama umepata nisome hapo kitabu kile cha Luka sura ya 7 mstari wa 19. Sasa hapa tunakutana na mtumishi wa Mungu anaitwa Yohana Mbatizaji, na yeye alipopita kwenye shida
kama kweli huyu Yesu ndiye yeye yule, Bwana atakuja kunisaidia. Anasema ndipo Yohana akawaita wawili katika wanafunzi wake, akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Nao walipofika kwake walisema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako akisema, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao na misiba na pepo wabaya na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipojibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana haya mnayoyaona na kuyasikia: vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, masikini wanahubiriwa habari njema. Na heri mtu yule asiyechukizwa na mimi. Maana Yohana alikuwa amechukia kwamba nimekaa gerezani, nimeingia kwenye matatizo. Alikuwa amekata tamaa, na kwa sababu hiyo kama mwanadamu mwingine akajaribiwa kufikiri kwamba labda Mungu aliyemtuma Kristo na Kristo wake labda ana upendeleo. Sasa kama ana upendeleo, uko nje nasikia katika wale mtu wa Naini pale, nasikia amemfufua. Nasikia tena kulikuwa kuna Lazaro ambaye amekufa, amezikwa, yapata siku 4 naye akamfufua. Lakini sasa mimi niko gerezani, mbona langu dogo kuliko haya mengine yasikia? Hebu wewe na wewe, hebu njoo, nendeni kule aliko, waambieni hivi, Yohana Mbatizaji ametutuma, anauliza, amekata tamaa, anawaza ya kwamba labda kuna upendeleo fulani. Yesu akamwambie ni yeye yule. Akamwambia kama tulipofika kule, tumekuta vipofu wanaona, tumekuta viziwi wanasikia, tumekuta viwete wanatembea, tumekuta na wafu wanafufuliwa. Ndiye Bwana Yesu makofi kwa yeye. Usikubali kujaribiwa. Ufikiri kwamba Mungu ana upendeleo. Wengi tunajaribiwa kwenye eneo hili. Tunapoingia kwenye matatizo, badala ya kumtafuta Mungu zaidi, tunaanza kupata tamaa. Badala ya kumtafuta Mungu zaidi, kama Kornelio alivyokuwa anamtafuta Mungu, amejizuia awe mtakatifu, awe mcha Mungu, akawa anaomba usiku na mchana. Kornelio akawa anatoa na sadaka, akawa anaendelea kusubiri, wala hakujua lakini Mungu akamtokea. Yeye aliendelea kufanya kama nilivyokuambia. Yeye hata habari za Mungu alikuwa azimisha. Yeye alikuwa anatimiza wajibu wake. Lakini Mungu asiyekuwa na upendeleo akamtokea, akamfungua. Kwa hiyo mchana wa leo, wewe na mimi tunaopitia labda changamoto mbalimbali, tambua kwamba Mungu ana upendeleo. Ni kweli, kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17 imeandikwa, na wapenda wale walipendao, na wao watafutao kwa bidii wataliona. Lakini katika haya yote lazima ujue ya kwamba hii ni vita. Tuko kwenye mapambano. Mapambano nayo yapitia, ambayo hata huko nje wanayapitia. Sasa wewe ambaye umekuja kwenye uwanja kwa ajili ya kumpinga shetani, ukianza kujaribiwa na kuona Mungu kama vile anakataa, na kuona kama vile Mungu hakujali, na kuona kama vile Mungu ana upendeleo, hiyo vita
vita inakushinda. That battle Kwa will maana be Mungu anakusaidia. God is helping you. Mchana wa leo, This day, badilisha fahamu zako. that change your mind, Badilisha hali ya moyo wako. change the heart. Ukijua ya kwamba Why know hayo unayoyapitia ni mapito tu. Na Mungu hana upendeleo. Maombolezo 3:22. Huruma za Bwana. Pamoja na kwamba unapita kwenye changamoto, lakini kumbuka ya kwamba Mungu ni mwingi wa huruma. Mungu ni mwingi wa rehema. Tena inasema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa sababu uaminifu wake unadumu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuhurumia. Mungu anayaona yote unayoyapitia. Uaminifu wake uko pale pale. Yeye hana upendeleo. Yesu Kristo ni kwa ajili ya watu wote. Wewe uliokoka, hata yule ambaye hajaokoka. Ingawa sisi tuliokoka, wakati mwingine tunakuwa kama Wayahudi. Tunaona Yesu ni wa kwetu peke yetu. Kule nje tunaona kwamba wale hawastahili. Sio kwa ajili yao. Hapana. Wale vitu wazidi wewe. Wewe umejisajili katika ufalme wa Mungu. Wewe umepata Bwana Yesu. Lakini Yesu ni kwa ajili ya watu wote. Hana upendeleo. Yuko tayari kukusaidia. Yuko tayari kukupigania. Yuko tayari kukushindia. Yuko tayari kukuwezesha. Ni swala la muda. Kwa hiyo unayepitia kwenye huzuni, yaani wewe unayepitia kwenye mateso, sasa unasema Mungu ananitesa. Mungu akutese kwa ajili ya nini? Nina nini ambacho mpaka Mungu anitese? Moyo wake Mungu hapendi kuwatesa wanadamu. Anasema maana yeye hapendi wanadamu kuona wanateseka. Kwa hiyo haya matatizo unayoyapitia, haya mateso unayoyapitia yana sababu zake. Wewe simama kwa miguu yako. Simama imara katika imani. Chochote unachokipitia kina sababu na ni cha muda. Hatuwezi kudumu milele. Akawaambia wale watu, mbona mmekuwa na imani hapa? Iko wapi imani yenu? Kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya kukosa mavazi, kwa sababu ya watu kusema, kwa sababu ya hali ngumu ya maisha, kwa sababu umekosa kuwa na imani, kwa sababu umekuwa muoga. Hata unawaza ya kwamba Mungu ana upendeleo. Hata unawaza ya kwamba Mungu amekukataa. Hata unawaza ya kwamba Mungu hakujali. Usiende huko. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo. Usiwe kama yule mtu mwenye ukoma. Anamwambia ukitaka waweza kumtakasa. Yeye anataka hata sasa. Lakini ungeona hakifanya kwa sababu kila jambo lina wakati wake na kila jambo lina kusudi lake. Mungu linasema kwa kila jambo kuna majira yake na kila wakati kusudi chini ya mbingu. Na kila jambo lina kusudi lake na lina wakati wake. Chochote unachokipitia kina sababu zake. Chochote unachokipitia kina wakati wake. Kama kilikuja kikaondoka kwa jina la Yesu. Asije mchana leo basi akuguse, akutendee, akufungue, akupiganie na ikawa ushuhuda
kwamba nenda kajionyesha kwa kuhani, Go and show yourself to priest. ukatoe yote aliyoandikwa kwa ajili ya kutakasika kwako, na ikawa ushuhuda. Matatizo tunayoyapitia lengo lake kubwa ni kuleta ushuhuda kwa kwamba Mungu ndiye aliyenitendea, ya kwamba Mungu ndiye mwenye uweza, ya kwamba Mungu yuko kila mahali na anaweza. Pige Bwana Yesu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza tunakwenda kumalizia sura ile ya 10 mstari wa 13. Wewe sio wa kwanza kuingia kwenye majaribu, ni kwa sababu wewe kuandika kwenye Biblia jina lako moja kwa moja, lakini wako watu waliotangulia wengi sana walipita kwenye mateso, walipita kwenye magonjwa kama Ayubu. Yeye aliandikwa ili tukisoma habari zake tuendelee kumwamini Mungu. Lakini kwenye kanisa la Wakorintho mahali hapa waliokuwa wameokoka walijikuta wakati fulani wanapitia majaribu mbalimbali, wakaona kuwa Mungu hawajali, wakaona kama Mungu ana upendeleo, wakaanza kupata tamaa kama Yohana Mbatizaji, wakaanza kusema kama utapenda kunitakasa takase, na kama hautataka kutakasa basi yeye. Lakini Mungu akamtuma mtumishi wake Paulo, akamwambia waambie hawa watu tena iandikwe ya kwamba majaribu wanadamu wanayoyapitia ni yale ambayo wanayapitia hata wengine ambao hawajaokoka. Kama ni magonjwa, hakuna magonjwa ya waliokoka na wasiokoka. Kama ni ugumu wa maisha, hakuna ugumu wa maisha waliokoka na wasiokoka. Anasema jaribu na upitia ni yale ambayo wanayapata wale wasiokoka. Lakini wewe Mungu hata kuacha uendelee kuinuliwa, atatoa na mlango wa kutokea. Wakati wenzako kule watakufa kwa magonjwa yale, wewe unatakiwa kufa kwa haya magonjwa. Wewe unatakiwa upone kwa jina la Yesu. Sasa hiyo inategemea kama utaendelea kumwamini, kama utaendelea kuwa na imani, kama utaacha kuwa na uoga. Ndugu zangu, ukiwa na uoga kwenye vita ya kiroho, umekwisha. Hautaki kuwa mwoga. Anasema waoga na wasioamini wote ni katika ziwa la moto. Wote mnamfahamu mtumishi wa Mungu Petro, alipata neema ambayo mimi na wewe hatujapata, ya kutembea juu ya maji. Hatujatembea juu ya maji bado, na akiwa na Bwana Yesu kama hivi. Lakini kwa sababu ya uoga, alipoingiwa uoga, yale maji yakaanza kumpeleka chini, ingawa alisema juu ya maji na Bwana Yesu. Hautaki kuogopa, unatakiwa umwamini Mungu mpaka mwisho. Unatakiwa ujue ya kwamba Mungu aliyemleta Kristo kwa ajili ya maisha yetu hana upendeleo, na kwake hakuna lisiyowezekana. Tofautiana katika kupokea kwa sababu ya wakati, kwa sababu kila jambo lilo kwako lina sababu yake na ina wakati wake wa kutoka. Wakati ukifika, umefika. Ninataka hataki taondoka kwa jina la Yesu. Tegea Bwana Yesu. Bwana Yesu apese. Na ninaomba Mungu wakati uliokubalika kwa ajili ya kufunguliwa wewe, iwe leo. Hebu sema leo. Sema iwe leo. Sema wakati wangu iwe leo. Kwa sababu Mungu hana upendeleo. Mama na ndugu yako atakapokuwa anakutendea
representing a glory. Itakuwa ushuhuda To be a victory. ya kwamba kulikuwa kuna tatizo fulani, lakini sasa tatizo halipo tena. Utamtukuza Mungu. Nika macho yako, weka mikono yako juu.